Tatizo tunalolipata sasa ni kwamba mvua nyingi zinaendelea, na nyewe wananchi mnajua msimu wa mvua mara nyingi huku kwetu huwa unaanza mwezi wa 11 wa 12 wa kwanza. Tulitarajia tumekuwa na mvua nyingi, lakini mwaka huu kumekuwa na mabadiliko kidogo. Mvua zimeanza mwezi uliopita na mwezi huu wa 3, na tutarajie mvua hizi kwenda mpaka mwezi wa 5. Nataka niwaambie maji yanayotusumbua hapa sio mvua zinaonyesha hapa Somanga, bali mvua zinaonyesha Morogoro na kwenye pori la Selu linakusanya maji kuleta hapa kwenda baharini. Na ndio usumbufu ambao tunaupata eneo hili la Somanga. Kwa wana Somanga, adha mnaoipata serikali inaifanyia kazi, na mbunge wenu ameeleza sana kwa sababu yeye ndio mwathirika mkubwa. Lakini mbunge wenu alieleza pia na barabara za ndani. Tuna madaraja na makaravati, barabara ya Tingi mpaka kule wapi kule kunaitwa Kipatimu kupitia Chumo, mkandarasi yuko kazini. Na nyinyi mnajua tulianza kujenga kule maeneo korofi lami ya kilomita 1.2 ili kurahisisha upitaji kwenda huko, kwa sababu barabara hizo ziko kwenye mpango wa ujenzi wa lami. Kwa wazee wangu, mama zangu na wanasomanga wote, nirudie tena kuhakikishia kwamba serikali yenu iko kazini, inafanya kazi yake. Waziri wa Ujenzi alishaeleza mambo mengi alipokuja hapa. Leo nimekuja kuleta salamu za pole za Mheshimiwa Rais, lakini pia kuhakikishia kuwa kazi ya ujenzi inaendelea. Nikiwa pale nimetoa maelekezo mawili kwa TANROADS. Moja, kila meneja wa TANROADS Tanzania ni wajibu wake na wafanye hivyo kuyatembelea madaraja yote kila baada ya mvua kunyesha, na kutembelea na makaravati yote, na kuhakikisha kipenyo cha daraja kinabaki kuwa kile kile kilichojengwa. Kipenyo cha karavati kinabaki kama kilivyo, na kama kimeletewa udongo na mchanga na miti iondolewe mara moja ili kipenyo kibaki. Wakati mwingine maji yanavuka daraja kwa sababu kipenyo kilichojengwa kimezuiwa na udongo na mchanga wa miaka na miaka. Maji yanayokuja yanapita nusu yote imejaa mchanga, alafu yanatafuta njia yanapita juu ya barabara na barabara itabomoka. Na kwa hiyo basi fedha ambayo tunawatengea ya ukaguzi wa madaraja na karavati itumike kwa wao wenyewe kupita kila baada ya mvua zikinyesha, waje wajiridhishe kama kipenyo kimebaki vile vile. Hiyo ni moja. Lakini la pili, TANROADS mkoa wa Lindi ndio mwathirika mkubwa. Wahamie hapa, wajenge kambi hapa, waishi hapa, waishi Somanga, waishi pale ya 3, waishi na Ngurukuru, ili wawe wanafuatilia mwenendo wa maji kutoka huko milimani na kuhakikisha kwamba barabara zetu zinabaki kuwa salama. Pale ambako zinaharibika, maeneo ambayo hayana mkandarasi, wao wafanye kazi hiyo mara moja. Maelekezo nimeshatoa na tumeshakubaliana na Mheshimiwa Waziri kusimamia. Tutatarajia sasa kama kutatokea usumbufu wa muda mfupi, na tumewaambia TANROADS mkoa wakipata tatizo zaidi ya uwezo wao wasisite, watoe taarifa makao makuu ya TANROADS, ambako pia TANROADS wakija hapa ikiwasumbua basi watoe taarifa kwa Wizara ya Ujenzi mara moja. Hataki kuona mwanya wa wananchi wanapata shida alafu hakuna utatuzi. Hataki kuona wananchi wako mahali wanakwama kupita kwa sababu serikali haina taarifa, wakati tuna viongozi wa serikali kwenye eneo hilo. Haya ndio maelekezo yangu leo. Na leo tulipata bahati ya kuja na Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa kuja kuona hiyo hali. Kama kungekuwa kuna udharura huo, basi Mheshimiwa Waziri wa Ulinzi tungemuomba alete kikosi kazi chake, na wataalamu wenyewe wako hapa, wanaweza kupata muda kuanza kuzungumza na watu wa TANROADS, kubadilishana mawazo nini kifanyike katika hali hii, ili safari zote zisikwame, wananchi wapite na magari yao, basikeli zao, pikipiki zao, wavuka kwa miguu nao wapite bila
vikwazo. Kwa hiyo niliona niwape salamu hizi, lakini wahakikishie nini serikali wanafanya. Lakini kubwa zaidi, barabara hii imeharibika sana kutoka Dar es Salaam mpaka Mingoyo. Lakini pia wasafiri wote ambao mnasafiri kwenye maeneo haya, wala msihofu, na wala wasafirishaji msihofu. Tutaendelea kuimarisha hapa, mabasi yapite usiku na mchana. Tunajua mtapita katika hali hiyo, lakini muhimu ni kupita ili muweze kufika, huku ujenzi wa madaraja ukiwa unaimarishwa. Tayari sisi tuliidhinishiwa hapa jumla ya fedha bilioni 130 kwa ajili ya mkoa mzima wa Lindi kwa ajili ya madaraja mbalimbali. Na kwa upande wa hapa peke yake ni kiasi cha shilingi bilioni 12 hizi hapa ambazo zinatekelezwa na mkandarasi Hunan Construction hapa. Na tayari tumeshamlipa bilioni 4.1 ambao ni sawa na 36%. Mheshimiwa Waziri Mkuu, na hizi ni fedha zingine ambazo serikali ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan imeweza kulipa kwa miradi yote ya mkoa wa Lindi katika hizo jumla ya fedha bilioni 130. Na ziko na kampuni za kizawa pia vile vile ambazo zinatekeleza mradi mbalimbali, ikiwemo kampuni ya Makapo ambayo inafanya mradi wa pale njia 4 eneo la Mikerengende.